Uhalisia wa maisha unaanzia kiroho, ndipo unakuja kimwili. Na ndio maana napenda kuambia kwamba ukiwa imara kiroho ni lazima kimwili uwe imara pia. Vile vile ukiwa dhaifu kiroho hata kimwili lazima uwe dhaifu. Kila unayemuona maisha yake ya kimwili ujue kiroho ndivyo alivyo. Na kuna msemo unasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Huo ndo uhalisia. Yaani wewe kama unatamani kimwili uwe mtu wa aina fulani, lazima kwanza ujijenge kiroho kuwa mtu wa aina hiyo. Na ushauri wangu, unaweza kujiimarisha kiroho kupitia neno la Mungu, kwa sababu lina elimu ya kiroho iliyo imara zaidi. Yes, ukitulia na kujifunza neno la Mungu kwa imani, lazima utakomaa kiroho. Na ukiwa imara kiroho, mwili wako lazima uwe imara. Somo letu la leo, kutoa kwa imani na kupata kwa uhalisia. Utasoma Wafalme wa Kwanza kuanzia mstari wa 17 kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 16. Lakini mimi nitakusomea Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa 13. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Hapa Elia alikuwa anaongea na mama mjane ambaye alimkuta anateba kuni, akamuomba mkate kidogo kama sadaka. Yes, lakini ukija 16, lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Hii inamaanisha kuwa ukitoa lazima upate. Hichi kitabu kinaonyesha kipindi hicho kulikuwa na ukame, mvua ilikuwa haipo. Lakini pia kulikuwepo na mama mjane ambaye alikuwa ana chakula kidogo kilichotakiwa kiishe muda mfupi. Lakini Elia alivyoenda akamuomba ampatie chakula kidogo, alafu amuombee ili chakula kijae ndani mwake, na ilitokea hicho. Ndio maana tunaona katika Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa 16 inasema lile pipa la unga halikupunguka, yaani halikuisha, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Yes, tafadhali unaweza ukasubscribe, ukalike na kushare kwa watu wengine video hii kwa ajili ya kusambaza ujumbe wa Mungu, ili na wewe uwe umehusika katika kueneza Injili. Na utabarikiwa kwa sababu muda wako ni kama sadaka. Muda utaoutoa kuisambaza video hii, kusubscribe na kulike, ni sadaka. Amen. Yes. Usisahau maswali kwenye comment ili uweze kujadiliana zaidi kwa ajili ya uelewa mpana. Sehemu ambayo hujaelewa usisite kuniuliza. Mungu akubariki. See you when you see me.